wakubwa sana, yani wenye kufunga kazi. Semeni inshallah. Alikuja Kongwa, Kongwa alikuja wanafunzi wangu Mkongo. Mungu akufa yule kama nini? Hakuna mtu mwenye kuogopa kufa kama yule. Nasikia alikuja wakati nilikuwa wapi yule wakati? Nilikuwa Dar. Nimetoka safari yangu Afrika Kusini. Kwa Wazulu wasiyekuwa na dini. Wazulu dini hawana. Wanaume kule wanaolewa kama wanavyoolewa wanawake. South Africa. Hatari. Yaani kuna mtu anafanya dhambi mpaka Ibilisi anasema hii dhambi sina. Hatari. Tunazunguka na vijana wangu hawa maskini kwa ajili ya kutangaza dini ya la ilaha illallah. Wengine wakati wana program za mipira, wengine wana program za kupiga muziki, wengine wana program za kuzini, wanapeana mimba hawajaoana, wengine wana program za kuandalia watu moto, kucheza kamari, kubeti, wengine wana program za SACCOS, riba, unalipa 500 unarudisha 1000. Ukibeti, ukila riba, fi nari jahannam. Ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad. Msije mkasema Sheikh alitamkia. Ukibeti, umebeti kwenye mpira, sijui umebeti kwenye nini, ukifa tu moja kwa moja huulizwi. Beti nye vijana nye beti ni haramu. Nye kina mama ni riba. Mikopo ya SACCOS haramu. Kuna watu hawaambieni kwa sababu wakiwaambieni watakosa biashara. Na wakikosa biashara watakosa kuendesha gari za hela, watakosa kujenga majumba mazuri. Kwa hiyo wanakufanisheni mfe mwende motoni, wao wafaidi hapa hata wakienda kuungua, lakini duniani walishafaidi. Kwa hiyo nyinyi duniani mtakosa, kaburini mnakosa, na akhera fi nari jahannam. Duniani hola, kaburini hola, akhera hola. Wenzio wameendesha gari za milioni 600. Ndio maana Allah alipokuwa fundi ndio akamuumba mpaka mdudu mbu. Mbu si unamjua? Ukimwangalia yule mbu utamdharau, lakini kwa Allah anatisha. Kuna watu wanaendesha maisha yao kwa ajili ya yule mbu. Yule mpiga ukamsigina. Kuna watu wanaendesha maisha yao, wanagawa vya dharura, kuna kampuni sio ya dawa, meneja ana nyumba na gari, kwa sababu ya mdudu gani? Kwanza ngoja niulize kwanza, mnanielewa? Lakini kianza nani hapa msifanye mnanielewa. Mnanielewa? Mnanielewa wewe ukiacha kunielewa mimi umuelewe mtu yoyote. Haki ya Mungu. Wananielewa Wakristo dini ya wana atafanyia basi. Kuna Mkristo mmoja aliniuliza kwa nini Mtume alimuoa Bi Aisha ana miaka 6. Nikamuuliza kwa nini dada yako? Wewe anakuhusu Bi Aisha. Wewe baba yake na mama wao wanaona kakuacha roho mbaya. Wewe fala. Sasa Bi Aisha kwani mtoto miaka 6, mtoto mkubwa. Wananielewa? Na najua nyinyi mtanielewa leo. Semeni inshallah. Uislamu ni dini. Uislamu ni maumbile Mwenyezi Mungu aliyowaambia wanadamu. Na asikuombeni mtu yoyote, nataka nimalize. Asikuombeni mtu yoyote wala asikudanganyeni. Nyinyi wa makuwa sijui wa makondo sijui nani. Asikongopeni mtu, asije mtu akaacha dini ya Uislamu
atakwenda kuchomwa, atajuta. Haki ya Mungu, wallahi. Kama wewe unasema uongo, wewe badilisha dini kwa mwanamke au badilisha dini kwa mwanaume, utakwenda kujuta. Silaha mtafaidi hapa. Dakika 5 tunaanza hapa. Siku ukifika kaburini tunapokewa na malaika kwa kumwacha Allah. Allah ametuletea Mwenyezi Mungu katuletea dini moja. Inna dina inda Allahi al-Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Angalia maneno ya Allah. Mwenyezi Mungu ametuletea dini ya baba yetu Adam na mama yetu Hawa. Sote tumetoka kwa Hawa na Adam. Wakristo sijui walokole sijui nani kumkum sijui nani, wote tumetoka kwa Adam na Hawa. Mungu kamuumba Adam akamtolea Hawa. Kama Mungu wetu ni mmoja, tumetoka kwa Adam na Hawa ni mmoja, kwa nini tunaabudu kila mtu kivyake? Mnanielewa? Mnielewa? Kama wote tumepitia sehemu moja, Mkristo amepita sehemu hiyo hiyo, Muislamu sehemu hiyo hiyo, Buddha sehemu hiyo hiyo, Kristo sehemu hiyo. Nikisema sehemu hiyo mnajua huyu sehemu hiyo hiyo. Kwa nini tunaabudu miungu tofauti wakati wote tumepitia sehemu hiyo hiyo? Semeni sehemu hiyo hiyo.